Yenye ilikuwa imeleta silma. Si unataja hizi tuko na shida. Sijakuwa zikiimplementiwa. So tunauliza shida ni nini? Tunasema shida hapa. Sasa tunataka kuambia serikali hivi. Kwa hivyo haya mabadiliko yametuletea madhara mengi sana. Wavuvi wamelia kwa sababu ya nyavu kuibiwa, kukatakatwa, kifua kupigiwa na poachers. Tungependa unless sheria imebadilika. Tulijua ya kwamba serikali inalinda sheria. Lakini katika Lake Naivasha ni kama serikali ina sabotage sheria. Kwa sababu wakati poachers wameungana na wamefanya migomo, wanasikizwa hadi kiwango ya kwamba afisa ambaye amesimamia kikosi anatolewa Naivasha. Na ni afisa ambaye amebadilisha hii lake. Na tunaomba serikali kuu na county government, ikiwa tumeongozwa na bwana gavana wetu Lee Kinyanjui, ya kwamba kama hata badilisha mawazo yake katika ile lake, sisi wote kama vuvi tunaenda kugoma na tutawacha uvuvi katika ile lake, kwa sababu saa hii mvuvi ambaye anaingia kwa ile lake ambaye amepewa license, saa hii hakuna kitu anapata katika ile lake. Ukinyunua nyafu peleke kwa lake, kesho ukienda nyafu hakuna, nyafu imekatwa. Tunateseka sana kwa ile korosho wamechukua lake kama ni yao. Sisi wavuvi halali hatuna sauti kwa lake. Tumejaribu kuongea, tumeenda watu wetu tunawatuma kwa maofisi, hakuna mwenye anatuelewa, hakuna wa kutusikiza. Whereby wanasiasa wanapoingilia uvuvi wa bahari wana interfere na our daily operationals kwa sababu wanataka to fulfill their selfish interest on the lake, whereby they use their connection kuinterfere na our fishing, kwa sababu unapata wakati sisi tunapofanya kazi na unapata one or two things may happen on the lake, instead ya kukuja consult the stakeholders wajue shida iko wapi na ni nini tunaweza suluhisha, wao hukimbia kwa press na kuanza kudefend illegality. Sasa tunashindwa, wao wanapokimbilia kudefend illegalities on the lake, sisi kama the legal fishers ambapo we are the stakeholders, where do we lie for?